Wewe namba hauna blaza, subiri ili mmeishi. Hapa lazima mfungwe. Wewe unajua unapata mbili. Lazima mfungwe. Mimi ndio naenda kufunga. Nawaza hapa. Ngoja tulia. Tulia. Sasa unajikuta kupata sita hiyo. Mimi ndio mwalimu wenu hapa. Baada ya kusogeza ile pale. Nisogeza hiyo kadri bado nilikuwa na mzigo nje. Twendeni sasa nifuate. Ni upepo tu. Ninajua. Bana. Niliwaambia nitawanyosha, wewe subiri muone hapa. Kwa una feel unapata mbili. Sema tu msiibe. Hiyo hapo. Subiri. Sax. Tulia. Subiri Tulia, ngoja kwanza, subiri. Ngoja. Cheza. Zamu yangu? Subiri. Kwa raha zako. Wewe unatuliza mapepo sasa. Chagua pa kwenda. Na size dada. Salama. Naomba nielekeze kwa mwenyekiti wa kata hii. Unataka kwenda ofisini kwake au nyumbani kwake? Nataka niende nyumbani kwake. Pita njia ile. Ukifika mbele ulizia tena. Maana nikisema nikuelekeze kwa hapa. Njia zitakuchanganya kidogo. Sawa, asante. Haya. Wala kuna tatizo basi. Huyu mtoto bi mtawala kijiji cha pili pale hapo jirani. Ni mgeni kabisa. Kafika juzi asubuhi. Hakufahamu hata kidogo. Kwa tunaomba tusamehe kaka. Dada. Samahani, umesema njia ipi kati ya hizi mbili? Pita kushoto. Ukifika mbele utakuta njia panda, alafu utapita kushoto. Nenda kamwambie dada. Yule muuaji anataka kujua.
Vipi, kuna amani kweli hapa? Hapana dadangu, hali sio shwari sana. Yule jamaa kakwambia nini? Hapana, wewe nenda tu. Haya ni ya kwetu, acha tuishi nayo. Mambo. Mambo poa. Niambie mrembo. Niko poa. Vipi? Hata mimi nipo fresh. Sema nilikuwa nimeimisi sauti yako. Nikasema nikutafute, si unajua tena. Wala usijali. Mimi niko poa. Vipi? Uko wapi mida hii? Kuna sehemu nimeenda mara moja katika majukumu. Basi poa. Mimi sina jipya. Mapenzi tu. Sinajua tena mambo ya penzi jipya. Kuwa na amani. Nakupenda sana ofisa. Nakupenda pia. Basi poa. Nikutakia siku njema malaika wangu. Na kwako pia. Mbona kama huyu mkaka nimetokea kumpenda sana? Hebu ngoja tusubiri tuone. Maana naona kama sijielewi vile. Hebu tuliza moyo Warda. Njia panda, moyo wangu umegawanika. Njia panda, niende wapi, nifanye nini? Njia panda. Mume wangu, wewe uko kwenye dawati la jinsia, lakini kazi unayoifanya majibu yake hayaonekani. Hivi ni tatizo la kikatiba au na nyinyi watumishi? Una haki ya kuhoji kwa sababu wewe ni mwananchi. Na mimi kwa kuwa ni mwanachama katika dawati, ni jukumu langu kukupa elimu juu ya hili. Ukweli ni kwamba vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia vipo kila kona ya nchi yetu na vimeshaota mizizi. Na serikali kwa kuliona hilo ndio maana iliamua kuweka madawati kama hivi. Na sio serikali tu, hata baadhi ya watu binafsi
wameamua kuanzisha mashirika. Mashirika hayo yapo, yanafanya kazi na kazi zao zinaonekana, mke wangu. Mashirika hayo yasiyojulikana hata majina yao. Mashirika gani? Wote si hatuyajui. Hapana. Hamjataka kuyatafuta. Mbona hapo tu? Kwa mfano kuna hili shirika wanalojiita Kaka! Hivi kaka, ina maana lile tatizo bado linaendelea katika mji wetu jamani? Sasa sisi tutaishi hivi kwa tabu mpaka lini jamani? Tutakuwa hata tunaogopa kwenda kuchota maji. Nini maana swali lako? Yule muuaji ameibuka tena. Nilitembea gizani, moyo mzito, macho yanatafuta taa. Njia nyingi mbele yangu, kila moja inanena kwa sauti ya juu. Wengine wananiambia niende kulia, wengine kushoto, lakini sauti ya ndani inanong'ona, usikurupuke, tafakari. Njia panda, njia panda, moyo wangu umegawanika. Njia panda, njia panda, niende wapi, nifanye nini? Njia panda, njia panda, sauti mbili zinapigana. Njia panda, njia panda, moyo wachagua njia gani?
kaniletea majibu ya fumbo. Nikaangalia juu, nyota zikunielekeza leo. Nikaketi chini, nikasali kimya moyoni. Maamuzi magumu huzaliwa katika ukimya wa kweli. Njia panda, njia panda, moyo wangu umegawanyika. Njia panda, njia panda, niende wapi, nifanye nini? Njia panda, njia panda, sauti mbili zinapigana. Njia panda, njia panda, moyo wachagua njia.